siku ya leo nataka kuongea juu ya trusting in God. Trusting in God. Kumtumaini Mungu. Tunapoongea juu ya kumtumaini Mungu, ngependa ujue ya kwamba watu wengi wanatumaini Mungu, ama watu wanafanya kusema wanatumaini Mungu wakati shida imetokea. Wakati shida imetokea ndio watu wanapenda waone Mungu. Kuna wale wanatumaini wang'ani. Kuna wale wanatumaini irisi fulani. Kuna wale wanatumaini pesa sawa. Kuna wale wanatumaini kana kwamba pesa ni kusema kweli kwao. Kuna wale wanatumaini ya kwamba wako na motivation maisha. Kwa hivyo wanajua kwa sababu wako na motivation, wakiongea mambo yatakuwa sawa, pesa sawa, wakitoa mambo yatakuwa sawa. Lakini nataka kuongea na wewe ambao wewe ni Mkristo, wewe ambaye unaamini Mungu yuko, wewe ambaye unafuata Biblia, ndiwe nataka kuongea na wewe na tuangalie kwa undani juu ya kumtumaini Mungu. Nataka ujue mambo yote hata ikitokea, mambo yanaweza kutokea mengi, lakini ni vizuri kumtumaini Mungu. Mambo inaweza kutokea katika njia yako na ikawa magumu kabisa, ukawa uelewi ni nini inaendelea. Mambo yanaweza kutokea kwa nyumbani mwako, mambo yanaweza kutokea kwa masomo yako, mambo yanaweza kutokea kazini, mambo yanaweza kutokea kwa familia yako, mambo yanaweza kutokea kwa watoto wako. Na ukawa unajiuliza, haya mambo imekuja kwa njia gani? Na mbona imetokea kwangu hivi? Na mbona inakaa hivi? Mambo yanaweza kuwa magumu, lakini hata ikiwa magumu, mtumaini Mungu. Nataka ujue kana kwamba nimesema watu wanaweza kutumaini pesa. Pesa imekuumba na kuja hapa duniani na pesa. Unaweza ukatumaini mke wako ama mume wako ulipokuja hapa duniani, au kuja na mume au kuja na mke, au kuja na watoto. Bali unaweza kutumaini mke wako, nenda ukaona mwingine alianza na mke wake akiwa anamtumaini. Wewe ukatumaini mke wako, nenda uone mwingine akwambie, mimi sitaki kuona wanaume wangu, alinipika karibu kuniua na nikaachana naye. Wengine wametumaini watoto baada ya kusoma na kupata pesa, baada ya kwenda nje wanaacha watoto wazazi wao. Mpaka mzazi anatembea akiwa ana mbele wala nyuma, maisha iko magumu kabisa na alizaa watoto. Ninataka kusemaje? Watu wanatumaini vitu vya hapa duniani, lakini ni vya muda. Ulikuja peke yako, huyu aliyekuleta hapa duniani, hebu mtumaini yeye. Amen. Hello. Nasema aliyekuleta hapa duniani na aliyekuwezesha ukawa hai mpaka sasa na nisikie ukiwa mahali huko, nataka ujue ya kwamba ni vizuri kumtumaini yeye. Amen. Hallelujah. Amen. Mambo inaweza ikabadilika. Things may change. Challenges may come in your life. Challenges zitakuja kama wewe, lakini hata changamoto zikija, hata mabadiliko yakitokea, ni vizuri kumtumaini Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu nao wategemea, watu nao wapenda, watu nao watumaini, wanaweza wakakuacha, wanaweza wakaachana na wewe. Watu ambao uliwategemea na moyo wako wote, watu ambao uliwaamini, wanaweza wakakuacha. Lakini ninaongea na wewe, kuna mmoja tu peke yake aliyekuleta hapa duniani, hako na wewe mpaka siku yako ya mwisho. Atakuacha, anaitwa Mungu aliye hai. Amen.
of course. Akamwita whatever hayo majina yote akamwita. Na msichana akapata mimba. Na akaenda naye akampeleka hospitali kujifungua. Alipofika hospitali akamwambia my sweet, nataka ujue mimba si yangu. Na kuanzia leo ninakusahau kama vile nilisahau kunyonya matiti ya mama. Na msichana akaanza bado, msichana akajifungua. Na msichana akiona kama ni mchezo akaruka na akili kwa sababu kijana kuja kumuona. Na msichana akiongea kama all the time. Akaruka na akili akapata na depression akiongea na ongea sweetheart. Sweetheart. Kijana naye anakwambia sweetheart. Yeye aliruka na akili akikumbuka sweetheart. Lakini kijana hii is no longer alienda akiendanga. Wewe unatumaini nini? Ninataka kuambia kuna mmoja ukimtumaini hata ukiwa wapi, hata ukiwa kwa shimo inakana, hata ukiwa makaburi, angali na wewe hata kuacha. Maana ndiye alikuleta hapa duniani na kuna mpango mwema juu yako na juu ya maisha yako, hata kuacha kamwe. Amen. Job inaweza haribika na wale waliokuwa nao kazini wakakuinukea na wakakupangia mabaya. Ndugu zako wanaweza kukuinukea, dada zako wanaweza kukuinukea kama Joseph. Joseph alikaa na ndugu zake, hakilikini ni ndugu zake wa damu, lakini siku moja wakainuka kinyume naye na wakapanga kumuua. Dada yangu, ndugu yangu, ninaongea na wewe. Watu wanaweza kugeuka ambao walikuwa wanawategemea, lakini kuna mmoja hana kigeugeu. Naongea na mtu. Kuna mmoja ambaye hana kigeugeu. Kuna mmoja hawezi badilika. Anaitwa Mungu aliye juu, anayekaa peke yake, aliye Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho, aliye na kalenda ya maisha yako, aliye kuchora kwenye kiganja cha mkono wake. Ako pamoja na wewe ukitoka na ukirudi, ukilala na ukiamka. Hakuachi, anaitwa Jehova. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tuangalie mistari. Tasoma mistari mingi. Nataka nisome Proverbs chapter 3. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 inasema, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyoosha mapito yako. Ninarudia, mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Biblia inaweka wazi. Nimesema naongea na wale watu ambao wanaamini Biblia, wanaamini Mungu yuko, wanaamini kuna Muumba. Na wewe ni mmoja ambao unasikia. Wale ambao wanaamini kuna Muumba, ndiye naongea na wao. Biblia inasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usitegemee akili zako mwenyewe. Kuna watu wanakuwa kibazi ambao sasa Biblia wanasema Mungu anasaidia wale wanaojisaidia. Hayo ni maneno ambayo ya wanadamu wametengeneza. Mungu asaidii wale wanaojisaidia, hapana. Inasema tumtumaini yeye na tusitegemee akili zetu wenyewe. Haleluya. Nimesema nasoma mstari huu. Jeremiah chapter 17 verse 7. Jeremiah chapter 17 verse 7. Na ndio ya kumtumaini Bwana. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye Bwana ni tumaini lake. Amebarikiwa mtu yule anayemtegemea Bwana, ambaye tumaini lake liko kwa Bwana. Amebarikiwa. Haleluya. Amen. Amebarikiwa mtu yule. Kuna watu wanategemea papers. Kuna watu wanategemea pesa. Kuna watu wanategemea
lakini nimeweka wazi, amebarikiwa yule mtu anayemtegemea Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wanategemea kazi hana nafasi ya Mungu. Je, ukivutwa leo na ulikuwa unategemea kazi, sinaongea na wewe. Kuna watu wanategemea mali. Unategemea mali. Ikija ninakumbuka hapa Mombasa, yule alikuwa anaitwa Africa Safari Club. Alipata na mambo. Mimi zote zikaenda. Ndege zikaenda. Magari kaenda. Kampuni alikuwa na watu zaidi mwine. Akafunga kazi. Na akaanza akapata bibi yake akakimbia kaenda ng'ambo. Je, watategemea kazi? Ndio naona kwa sababu kuna mali. Hiki watategemea nini? Amen. Haya maisha lazima tuweke Mungu namba 1. Nasema haya maisha ndio hizi, ndio hizi. Ni lazima tuweke Mungu kuwa namba 1. Ongea mtu mwambie weka Mungu kuwa namba 1 maishani mwako. Amen. Asante kwa hawa naongea. Amebarikiwa huyu mtu anayemtegemea Mungu. Psalms 9:10. Psalms 9:10. Psalms 9:10. Now, wakuitwao jina lako wakutumainio wewe, maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafuta. Nao wakuitwao jina lako wakutumainio wewe, maana wewe Bwana hukuwaacha wakutafuta. Kumbe wanaomtumaini Bwana, kumbe Bwana hawezi kuwaacha. Halo, kumbe wanapomtumaini Bwana, despite the challenges they shall face, Mungu kumbe atawaacha. Amen. Amen. Changamoto zinaweza kuwa mingi, lakini wanaomtumaini Mungu, Biblia inaweka record, Bwana hatawaacha hao wanaomtegemea. Amen. Ndio nikakwambia kuna watu wanategemea waume zao na wanaume zao wanawaacha. Kuna watu wanategemea wake zao wanafunga milango wanarudi kwao ama kwa ndugu zao. Mzee anabaki peke yake, lakini wanaomtumaini Mungu, hata mke akienda, hata wazee wakienda, Mungu yuko pamoja na wao kuwabariki na kuwatia nguvu. Haleluya. Amen. Inapendeza kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninaipenda hii. Psalms 118. Psalms 118. Psalms 118. Psalms 118 verse 5. Nasema Psalms 118 verse 5. Katika shida langu, katika shida yangu nalimuita Bwana, Bwana akanijibu, akaniweka panapo nafasi. Bwana yu upande wangu, sitaogopa, mwanadamu atanitenda nini? Bwana yuko upande wangu, msaidizi wangu. Kwa hivyo nitawaona wanaonishukia wameshindwa. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kumtumainia mwanadamu. Ni heri kumkimbilia Bwana kuliko kuwatumainia wakuu. Mataifa yote
walinizunguka kwa jina la Bwana na niwakatilia mbali. Walinizunguka na walinizunguka kwa jina la Bwana na niwakatilia mbali. Walinizunguka kama nyuki, walinizunguka kama moto wa miiba kwa jina la Bwana na niwakatilia mbali. Walinizunguka ili nianguke, lakini Bwana akanisaidia. Bwana ni nguvu zangu na wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Haleluya. Amen. Daudi akiongea hapa anajaribu kuelezea vile mambo ilimpata. Akasema heri kumtumaini Mungu kuliko kutumaini wakuu. Heri kumtumaini Bwana kuliko kutumaini wanadamu. Akasema walimzunguka na wakamcheka wakifikiria ataanguka, lakini kwa mkono wa Bwana aliyemtegemea Mungu akamuinua juu. Niko hapa nikwambie, hata wewe ukimtumaini Bwana na ukimtegemea Mungu, watu wanaweza kukucheka wakafikiria utamalizika, wakafikiria utaisha, watu wakafikiria sasa wamekufikisha mwisho, lakini wakingojea wanakuwa wametokezea. Nimekuja kuongea na mtu, watu watakuweka chini, lakini Mungu yuko hakutokezee, atengeneze njia nyingine ya wewe kutokezea. Haleluya. Walichukua Joseph wakamalizana na yeye, wakamuuza, wakajua wamemalizana na yeye. Lakini niko hapa nikwambie, mahali maadui wanakusukuma, Jehova anachukulia hapo. Mahali maadui wanakuachia, Jehova anaanzia hapo. Mahali shida inakuweka, Mungu anaanzia hapo. Mungu yuko pamoja na wewe, amalize na wewe, maana anakuachia mema na kuna mpango mwema juu yako. Jehova akamaliza na wewe. Hujanisikia? Nasema Jehova aliye hai, Jehova aliyekuleta hapa duniani, Jehova aliyekuumba, ako tayari amalize na wewe. Hautamaliza na mwanadamu, hautamaliza kwa shida, hautamaliza kwa kilio. Jehova yuko pande wako, umalize kwa furaha na shangwe. Jehova yuko pamoja na wewe, amalizie na wewe kwa wema. Walimalizana na Joseph, wakajua huyu maana tumemfix, tumemalizana naye, kumbukumbu zake zimeisha. Lakini Mungu akaanzia hapo. Walimsikia State House, walimuuza kwa wapita njia, lakini baada ya muda mchache, baada ya siku nyingi sana, wakamsikia sauti yake ikiwa Ikulu. Nimekuja kuongea na mtu, wamekuzukume kuingiza chimboni, utasikika Ikulu, utasikika mahali Mungu anakuelekeza. Hello. Unanisikia? Biblia inasema mgonjwa ukapata Dorcas, mgonjwa ukachukua Dorcas, ukahakikisha unanua, na mgonjwa ukajua umemalizana na Dorcas. Ninaongea na wewe, mgonjwa ukajua umemalizana na Dorcas. Nimekuja kuongea na wewe, hata kama ni mgonjwa inafikiri inamalizana na wewe, haijamalizana na wewe. Jehova ataanzia hapo, na alimekufikisha. Jehova ataanzia hapo. Usamke mwambie Jehova ataanzia hapo, Jehova ataanzia hapo, Jehova ataanzia hapo, Jehova ataanzia hapo. Kimo kilijua kimalizana na Dorcas, lakini siku ingine kikaona Dorcas anaongea. Walichukua Yesu wakamweka msalabani, wakakiwa msalabani naye, na wakampeba wakamzika. Baada ya siku ya tatu wakamsikia anaongea mbele. Niko hapa niongee na wewe, wamekusukuma wakakufikisha wapi? Jehova anaanzia hapo, amekuachia. Jehova anaanzia mahali wamekuachia. Nimekuja kutangaza masaibu na hali ambayo kupata
Psalms 18. Psalm 15. Verse 1. Kumtumaini Bwana. Watu wametumaini nini? Umetumaini nini dada? Umetumaini nini ndugu yangu? Umetumaini nini? Wewe umetumaini nini na kuuliza? Ninaambia wanaomtumaini Mungu. Ninaambia walioweka Mungu kuwa ngao yao. Ninaambia walioweka Mungu kuwa mwamba wao. Nimewaongea na wale ambao wanamweka Mungu kuwa mwokozi wao. Wale walioweka Mungu kuwa tegemeo, ndio ninaongea na wao. Siongei na watu wanaotegemea kamuti, siongei na watu wanaotegemea ilizi, watu wanaotegemea uongo, watu wanaotegemea pesa. Siongei habari hao. Niko hapa mimi nisiyemtegemea mtu, ninamtegemea Jehova. Nimeona ushindi wa Bwana aliye hai. Psalms 18 verse 4. Can I start with verse 3? Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na amri zangu zote. Kama sauti zilinizunguka, mafuriko ya uovu ikanitia hofu. Kama za kuzimu zilinizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana na kumlalamikia Mungu wangu. Akasikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Oh my God. Hallelujah. Ndipo na mpaka mstari wa 6. Hebu nirudie, nasema nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na amri zangu zote. Kwa nini namwita? Kwa maana ndiye anamtegemea. Hata anaweza kuja kwa njia yote ile, lakini anayemtegemea Mungu atamwita. Daudi akiongea akasema, na nitaokoka na amri zangu wote. Haijalishi wanakuja usiku, haijalishi wanakuja mchana, haijalishi wanakuja wakati nimelala, nitaokoka na wao wote. Nimekuja kutangaza ya kwamba maadui wakuja asubuhi, wakuja usiku, wakuja usiku wa manane, nitaokoka na maadui zote. Ile tamu. Anasema kama sauti zilinizunguka. Huyo ni mtu amezungukwa na mbaya. Huyo ni mtu anataka tamaa. Kama sauti zilinizunguka, kama za kuzimu zikanizunguka, mitego ya mauti ikanikabili. Katika shida yangu nalimwita Bwana. Nikamlalamikia Mungu wangu. Akasikia kilio changu masikioni mwake, akiwe kanuni mwake. Jehova akasikia. Nimekuja kuongea na mtu. Wakati unamtumaini Bwana, wakati unamtegemea Bwana, unapomwita, kuna mahali maombi inaendanga. Maombi inaweza kupitia kanuni mwa Bwana. Maombi inaweza kupitia kanuni iliyo juu mbinguni. Mahali Jehova ameketi. Jehova anasema, nikasikia kilio chako kikaingia masikioni mwake, hivyo nikaokoka na maadui zangu wote. Hello. Kuna watu kilio chao na maombi yao, naongea na wewe. Kuna watu kilio chao na maombi yao inabikanga kwa Godfather, inabikanga kwa wachungaji, inabika kwa baba, inabika kwa bishop. Maombi yako
inapika kwa baba yako, inapika kwa Potifara. Lakini wacha nikwambie, ikipika kwa mtu aliye hapa duniani, itazunguka hapa duniani tu, itazunguka hapa duniani na utabaki na shida yako. Lakini ikipika juu kwa baba, ikipika juu kwa baba, Jehova anashuka, anashughulikia shida yako, anashughulikia kilio chako, anashuka kupanguza machozi. Nimekuja kuongea na Mungu, kilio chako kipika kwa baba, maombi yako yapike juu mbinguni. Sipike kwa baba, sipike kwa Maria, sipike kwa mtume mkuu, sipike kwa archbishop. Naomba ipike kwa mbingu. Anasema maombi yangu itaingia kanuni mwake na itaingia masikioni mwake. Itaingia masikioni mwake. My God, naomba mtu asikie maombi inaweza kupika kwa Mungu, na maombi inaweza kupika kwa wanadamu, maombi inaweza kupika kwa wanadamu, sana zako zinaweza kupika kwa wanadamu, lakini zitazunguka duniani. Ninaona mambo ya watu, naona ngozi za watu zinazunguka duniani, maana walituma sana kwa wanadamu, nazo zinazunguka duniani, zinazunguka kwa watu, lakini zikipika kwa Mungu aliye juu, anakuja kuwakilisha maisha yako. Zako zimefika wapi? Nasikia kuna watu wanasamea watu dhambi na kuwatakasa. Kuna watu wanasamea watu dhambi na kuwatakasa. Wengine wanawapika viboko, wanaambia nimewasamea. Vile maombi yako imepika kwa pasa wako na akakupika viboko na kuambia shida zako zitakuzunguka duniani, zitaendelea kuzunguka, lakini ikifika kwa Mungu akusamea makosa na maombi yako, maisha yako inabadilika. Aliyekuja kwa ajili ya mwanadamu, aliyekuja kwa ajili ya maisha ya mwanadamu, akifika kwako lazima maisha ibadilike. Hallelujah. Psalms 116. Ndio akaniacha kuimba, basi vitu zote niliacha. Anaweza kukumbuka 116 verse 1. Inasema haleluya, nimempenda Bwana kwa kuwa ananisikiliza. Huyu ni mtu anayemtumaini Bwana. Haleluya, ninampenda Bwana kwa kuwa ananisikiliza. Sauti yangu na dua zangu, kwa maana ametenga sikio lake. Kwa hivyo nitamwita siku zangu zote. 3. Kama za mauti zilinizunguka, shida za kuzimu zikanipata, na niliona taabu na huzuni, nikaliitia jina la Bwana. Ee Bwana, nakuomba sana uniokoe nafsi yangu. Bwana ni mwenye neema na haki, na Mungu wetu ni mwenye rehema. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naongea juu ya kumtumaini Bwana. Wapendwa, mambo yanaweza kufika mwisho, lakini kwamba nikwambie, wakati mambo yanafika mwisho kwa yule mtu ambaye anamtumaini Mungu, Mungu anaanzia. Watu ni wengi
Mzee mmoja alikuwa na rafiki yake, alikuwa anampenda sana. Alimpenda sana. Walikuwa wanakula pamoja. Walikuwa wanakula pamoja. Walikuwa wanaishi pamoja. Na siku moja ule mzee bibi yake anakuja sana na akawa halimani. Akaenda kwa akamwambia rafiki yangu, bibi yangu ni mgonjwa. Nilikuwa naomba unisaidie na pesa nimpeleke hospitali. Na huyo rafiki yake alikuwa tajiri sana. Akamwambia sina pesa hapa mahali. Akamuuliza, nilikuwa naomba hata kama si nyingi nitafutie mtaani. Akamwambia mimi sina hata moja ndugu yangu. Na akamwambia nyumbani. Na bibi yake akaendelea kuwa mgonjwa. Baada ya siku tatu bibi yake akafariki. Akashuka bila kumpeleka hospitali. Akaenda kwa yule mzee, alikuwa na magari. Akamwambia bibi yangu amekufa, akawa pale. Nilikuwa naomba usaidizi, niweze kumpeleka hospitali. Siku ile alimuomba ampatie gari, apeleke hospitali, akamwambia gari na mafuta aliko mbaya. Alipoona baada ya bibi kufa, akamwambia sio na shida. Kaenda kachukua mfranga, akaweka bibi yangu, akampeleka moja, akamletea bibi moja. Walipoketi kikao jioni, akamwambia bibi yangu nakuelezea pole sana na usinika. Bibi yangu anataka kumzike kibali. Bibi yangu anataka kumzike kibali kwa sababu ndio alikuwa anaishi. Akamwambia sasa tutanunua kitu cha akamwambia gari nitakaombeba hiyo haji, nitakupa nayo itakuwa haji ya kuleta. Kasema kaburi nitatengeneza iwepo tayari, iwepo kila kitu. Nguo zake nitanunua. Je, huyu ni nani? Ndio kukwambia watu wanaweza kukuacha wakati uko msida. Wakati uko aina kubwa watu wanaweza kukuacha. Lakini Mungu atakuacha. Mungu atakuacha. Naongea na mtu, Mungu atakuacha. Niko hapa nikwambia Mungu atakuacha. Yule anaona kama ndiye tegemeo. Yule anaona kama ndiye anaweza kuwa msaada kwako. Anaweza kabisa mwisho. Anaweza kukukana. Anaweza kukuacha. Lakini Mungu aliye hai atakuacha. Lakini Mungu aliyekuumba atakuacha. Lakini Mungu aliyekuleta hapa duniani atakuacha. Mtegemea Mungu. Nasema mtegemee, kutumaini Mungu. Sijui uko hali gani. Ninaweza kuomba na wewe ukiwa mahali huko. Naweza kuomba na wewe. Mimi ninaamini Mungu anaweza kuingilia hiyo hali yako. Right now. Oh my God. Hallelujah. Aliingilia maisha ya Paulo na Sila gerezani. Oh my God. Aliingilia maisha ya Joseph gerezani baada ya ndugu zake kumtupa. Anaweza kuingilia hali yako saa hii. Nasema anaweza kuingilia hali yako saa hii. Amen. Kama unaweza kuamini pamoja nami, anaweza akaingilia hiyo hali yako saa hii. Amen. Huyo aliingilia hali ya Joseph gerezani, anaweza kuingilia hali yako. Oh my God. Lazaro alikufa na akazikwa. Na watu wakaanza kuomboleza. Wanaomboleza kwa nini? Hawana solution. Oh my God. Hallelujah. Amen. Lazaro amekufa, amewekwa kaburini, ameoza. Watu wanakuja kuomboleza, wana msaada.